wewe ni chaguo la Mungu. Amen, amen, amen. God bless you. God bless you. Mungu akubariki sana. Moja kwa moja nataka tuingie katika topic yetu mchana wa leo. Inasema ya kwamba kujinasua katika nira ama katika laana ya kuchelewa. Bwana asifiwe sana. Nataka nikaweza kusoma kushirikisha katika hilo somo ambalo nimesikia tu ya kwamba ndani yangu nikaweza kushare na wewe, maana katika kila jambo huwa lina sababu. Katika kila hali ambazo tunapitia maishani huwa zinakuwa na sababu. So lazima tukaweze kujua sababu ni nini, tukaweze kuelewa ni nini chanzo. Huenda ni shetani huwa anatumia hali ambazo tunazipitia ndiposa tukaweze kuchelewa katika hatima zetu. Bwana asifiwe sana. Ama kutimiza kile ambacho Mungu anataka tutimize kwa wakati. Na wakati ambapo unashindwa kutimiza kile ambacho Mungu anataka utimize kwa wakati, unaanza kusingizia Mungu, unasema wakati wa Mungu bado haujafika. Bwana asifiwe sana. Kuna wale watu ambao unaweza kupata anashindwa kutimiza kile ambacho Mungu, labda kuna majira fulani ambayo Mungu aliyeamulisha ya kufanya jambo fulani, hayo majira yakafika na hakufanya hilo jambo, na unaanza kumsingizia Mungu, unasema God's time is the best time. So kuna wakati mwingine inapaswa tukaweze kuelewa, je, kuna majira ambayo yameshapita ama kuna majira ambayo bado hayajafika. Bwana asifiwe sana. Inapaswa ukaweze kuelewa majira ya Mungu. Mungu huenda na wakati. Bwana asifiwe sana. Mungu huenda na wakati. Na wakati wa Mungu unapofika, so ni lazima wewe ukue katika nafasi ambayo utaelewa kabisa ya kwamba haya ni majira ya Mungu, huu ni wakati wa Mungu. So ni lazima niamke, lazima nichukue hatua. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba yeye huongoza hatua. Mungu huongoza hatua za mwenye haki, huongozwa na Mungu. So Mungu anaongoza hatua. Bwana asifiwe sana. Mungu haongozi kile ambacho kijachukua hatua. Wakati ambapo majira ya Mungu yanafika na unachukua hatua, kumaanisha kwamba Mungu anaongoza hiyo hatua. Wakati ambapo hautachukua hatua, kumaanisha bado uongozi wa Mungu hautaonekana katika maisha yako. Lakini pia kuna vitu ambavyo vinaweza vikasababisha uchelewe kutimiza kusudi la Mungu, ama uchelewe kutimiza kile ambacho Mungu anataka utimize katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Utatokaje katika kifungo cha kuchelewa? Huwezi ukatoka kwa kitu ambacho ukijui. So lazima uweze kuelewa kile ambacho kina kufanya mambo yasikue sawa. Bwana asifiwe sana. Amen. Inapaswa kuweze kuelewa kwamba hii ni roho ya kuchelewa. So wakati ambapo utaielewa, hapo utachukua nafasi ama utachukua hatua ya kushughulikia. Bwana asifiwe sana. Kwanza kabisa kuna aina ya kuchelewa. Kuna aina 3 za kuchelewa, tutaenda kuziangalia tu. Kuna aina 3 za kuchelewa, nitaenda kuzisema tu zote. Bwana asifiwe sana. Lakini kabla ya hapo nataka tu nikaweze kutoa utangulizi, kukufafanulia vizuri. Bwana apewe sifa. Nataka tu nisaidie tu masikio yako ya ndani. Ukisikia kwamba labda unataka kausingizi kanakuja, simama tu jinyoroshe. Bwana asifiwe. Simama tu jinyoroshe, ufanye hivyo alafu na tuendelee katika safari. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu unaelewa wakati mwingine maybe jana umekuwa busy, haujalala vizuri, so kama mwili ukirelax unataka kupitiwa na kausingizi. Ukisikia tu kausingizi unasimama juu, ama unaenda pale kwa hiyo tap, kuna mtungi ya maji pale, sio? Kuna mtungi ya maji, unameza kikombe moja alafu unarudi, tunaendelea kushiriki yale ambayo katika meza ya Bwana. Bwana asifiwe sana. So kwanza kabisa nataka tukaweze kuelewa ya kwamba kuchelewa ni mfumo wa shetani wa kukufinyilia katika maisha yako. Kuchelewa ni system ya kishetani ambayo inalenga kufinyilia malengo yako, maisha yako na mipango zako. Yaani system ambayo shetani anaweza akaitumia ili kufinyilia mipango zako ambazo uko nazo. Andika hiyo. Bwana asifiwe sana. Yaani ni system ambayo shetani anaweza kaitumia tu ili
akaweze kufinyilia ama kukucheleweshea, hana uwezo wa kuzuia kile ambacho, hana uwezo wa kuzuia baraka zako, hana uwezo wa kuzuia muujiza wako, lakini kuna vitu anaweza akavipitisha pale katikati, na akivipitisha katikati pale kuna tutabia fulani anaweza akakuwekelea, anaweza akakupandikizia huto tutabia, kujiingize katika vitabia na kiwe visababishe kuwa visababishe delay katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. So ni system ambayo ndani yake kuna mambo fulani, kuna mapito ambayo adui anaweza akayaruhusu yaingie katika maisha yako, na tayari ukue umechelewa. Bwana asifiwe sana. Vile tu ambavyo katika maisha ya kawaida unaweza tu kaamuka asubuhi, unaenda safari, ukajipata umefika stage, kumbe umesahau fare. Umesahau fare. Bwana asifiwe sana. Ama unaenda kazini umesahau ID, na pale uweze ukapita bila ID, unarudia, na ukirudia masaa ya kuingia kazini ilikuwa saa 2, ukishaenda pale unaambiwa wewe hujui, wewe ni mzembe, rudi ukakae. So hata katika mambo ya kiroho huwa kuna system ambayo adui anaweza akaingia, anaitumia ili kukudeleshia hatima yako. Bwana asifiwe sana. Sema Yesu nisaidie. Sema kila system, kila mfumo ambao shetani anautumia ili nichelewe kutimiza kusudi la Mungu, sema na ufuruga. Sema na ufuruga kwa jina la Yesu Kristo. Mithali 13:12 inasema namna gani? Mithali 13:12. Mithali 13:12. Mithali 13:12. Kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua. Kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo hufanya nini? Moyo huugua. Kuugua maana yake moyo unaumia. Kilichotarajiwa, yani kile ambacho umengojea kwa muda mrefu. Wakati mwingine unaweza ukangojea mpaka moyo wako ukaanza kuumia, unajiuliza ni kwa nini hiki kitu ama huu muujiza nimeongojea tangu muda mrefu haujatimia? Ni kwa nini? Moyo wako unaanza kusononeka, moyo wako unaanza kuugua, moyo wako unaanza kukupatia mawazo pengine katika madhabahu hii hakuna Mungu. Yes, shetani ndo anaanza kukupatia options. Nasema labda kwa apostle mbarikiwa hakuna Mungu. Alafu kwa bahati mbaya kabisa wale ambao wanaulizana ushauri ni wale ambao wanatumiwa na shetani. Unasema kwamba makanisa siku hizi hazina Mungu. Kwanza za kiroho hazina Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa bahati mbaya wale marafiki uko nao wakansole katika jina la Yesu. Usipate mshauri mbaya wa kukutoa katika neema ya Bwana. Sema waondoke. Waondoke kwa jina la Yesu Kristo. Maana wakati mwingine watu tunapoteza mwelekeo kwa sababu ya mashauri, kwa sababu ya wale ambao unakaa nao kuanzia Monday to Sunday. Unawapigia simu, unaongeana simu, wengine hata ni wale ambao mlisoma nao. Maisha yako siku hizi unaendeleaje bwana? Sema mimi next week naenda ng'ambo. Sasa wewe unafanya kazi tu hata haikutoshelezi. Alafu anakuambia sasa unafanya nini huko? Bwana asifiwe sana. Fuata ushauri wa madhabahu kwa jina la Yesu. Amen. Sikiliza ushauri wa madhabahu unasema nini, kwa sababu ushauri wa madhabahu umebeba hatima yako. Umebeba njia ambayo itakuelekeza katika muujiza wako. Umebeba njia ama umebeba maelekezo ambayo yatakuelekeza mpaka ufikie kutimiza kusudi la Mungu. Bwana asifiwe sana. Naomba tukiendelea, kama kuna mtu unaweza kuguswa tu na Mungu ya kwamba tuchukulie betri zimelala kwa moto lakini hazijacharge. Betri shilingi 70 tena 60. Kama uko nayo tu naweza enda tu pale nje na ununue. Na Mungu akubariki. Si ndio? Bwana asifiwe sana. Amen. Kunaye? Kama kuna kashi unaweza tuka mtoto anunue betri kubwa, betri zile kubwa. Mungu akubariki sana chairman. Bwana asifiwe. So inapaswa tukaweze kuelewa ya kwamba kuna mifumo ambayo shetani anaitumia, na wakati ambapo anaitumia ili ukaweze kuchelewa, hapo analenga kuua imani yako. Bwana asifiwe sana. Analenga kuua
imani yako na Mungu, analenga kuua imani yako na madhabahu. Wale wametoa ushuhuda hapa. Bwana asifiwe sana. Ni wakati mwingine kabla hawajapata muujiza, kuna vitu fulani pengine shetani aliviingiza katika mawazo yao. Sababu nimeenda Sunday 3 sijapata muujiza. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiangalia kuna muda mrefu ambao umepita, ndio maana wapate kile ambacho wameshuhudia hapa. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kuna muda umepita. Amen. Penina ameshuhudia watoto wake walikuwa na wao wanasikizana. Bwana asifiwe sana. Lakini hilo jambo ukiangalia sio kwamba wako wanasikilizana last week ama hii mwezi, huenda labda ni miaka ya nyuma ya zamani, but amekuwa mwaminifu. Saa 2 hapa saa 1 anakuwa ni wa kwanza kufika katika madhabahu ya Mungu, anaomba, anamuita Mungu bila kuchoka, na ndiposa leo hii anashuhudia kile ambacho Mungu ametenda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Wakati mwingine Mungu anaweza kuruhusu uchelewe. Kuna kuchelewa aina 3. Kuna kuchelewa kwa Mungu, na kuna kuchelewa kwa shetani, na kuchelewa kwako. Bwana asifiwe sana. Kuna kuchelewa aina 3. Unaweza kucheleweshwa na Mungu, inapaswa ukaweze kuelewa. So usianze kucheleweshwa na Mungu halafu unaingia katika Mungu unasema nakata makamba na misumeno na kuongelea. Kumbe saa hiyo unakemea mpango wa Mungu. Inafanyikaga. Yaani saa hiyo Mungu amekuchelewesha, halafu wewe unaingia maombi unasema nasaga, navunja na bomoa. Kumbe unabomoa mpango wa Mungu. Maana anasema ya kwamba kila jambo huwa analifanya kwa wakati wake. Bwana asifiwe sana. Nataka tuende tu haraka. Mungu atakusaidia. Adui hana uwezo kuzuia muujiza wako, ila atakuchelewesha. Na lengo lake ni wewe ukate tamaa ili kusudi la Mungu lisitimie kwako. Ukate tamaa tu, yani uvunjike tu moyo, useme tu ya kwamba mimi nimechoka. Naenda Sunday na sioni mabadiliko. Kila Sunday naenda, kila Sunday natoa partner, kila mwezi natoa partnership yangu natoa, ninafanya kila kitu lakini sioni matokeo. So wakati ambapo unachelewa hivyo, shetani anaanza kukuzungumzia. Adui anaanza kuzungumza katika maisha yako. So mojawapo ya maombi ambayo unapaswa kuomba serious ni kupigana na roho inayotokana na shetani ili ya kukuchelewesha. Bwana asifiwe sana. Atakuchelewesha ili imani yako kwa hii madhabahu ipotee ama ipungue. Anataka tu hivyo, kwa sababu katika hii madhabahu kuna nguvu za Mungu na kuna neema ya kipekee kabisa. Lakini wakati mwingine adui anaweza akataka kabisa kukutenganisha na hii madhabahu, acheleweshe hatima yako ili akutoe tu mahali penye unataka kusaidika. Bwana asifiwe sana. Amen. Ili akutoe tu katika comfort zone, mahali pa msaada wako. Ukiangalia kama umejua tabia ya huyu ndege anaitwa tai. Bwana asifiwe sana. Amen. Tai wakati ambapo anataka kukamata kitu chochote, ama kukamata nyoka, ama kukamata kitu chochote kinachotamba, anakitoa katika comfort zone, anakitoa mahali ambapo kinapata nguvu, anakipeleka angani, huko atakimalizia huko. So hata shetani anapotaka kutoe mahali pa majibu yako, mahali pa muujiza wako, ana make sure anakusababishia kitu tu ili kakuondoe katika madhabahu. Sasa kusababishia hata tu fitina tu. Nimekuwa marafiki na mtu fulani katika kanisa la Mungu, alafu kakikwazo kidogo kanakijiingiza hivi, alafu natoka. Hiyo ndio shetani anataka, na huko sasa ndio anaenda kukumaliza. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. So anakuwa na lengo la kuua imani yako, anakuwa na lengo la kuondoa la kukufanya ukate tamaa katika kumngojea Mungu hapa. Kilichotarajiwa kikichelewa kuja, moyo huugua. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu ulitaka kifanyike mwaka fulani, kuna mambo fulani ulitaka yafanyike kipindi fulani katika maisha yako, lakini hayakufanyika. Kuna muujiza ambao ulitaka ufanyike 2020 lakini haukufanyika.
last year ukangoja hukufanyika, mpaka sasa hivi shetani ameanza kukuzungumzia ni nini kinachoendelea. Unaanza kujiuliza ni nini kinachofanyika kwangu. Majira ya Mungu, Bwana asifiwe sana. Amen. Lazima tuelewe kujua kupigana na roho ya shetani ya kuchelewa, na pia tuweze kuelewa majira ya Mungu. Utajua tu. Bwana asifiwe sana. Amen. So sio kwamba hivi kitu ambacho ulijaribu kukifanya hakipo, ama sio kwamba huo muujiza ambao umeutarajia haupo. Upo kabisa, upo, lakini pale katikati kuna vita, kuna roho fulani inaweza kukuchelewesha, ama kuna Mungu anaweza kukuchelewesha, ama kuna wewe unaweza ukajichelewesha. Bwana asifiwe sana. Amen. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Na kinapozidi kuchelewa unapata moyo wako unaanza kuumia. Hasa unapoona wengine wanapata muujiza ule ambao unauombea, unaupata haraka sana. Hapo mtu unaumiaga, unasikiaga vibaya. Si ndio? Yaani umeenda kutafuta kazi. Sasa wewe umeombea hiyo job. Yaani umeombea muda mrefu. Hujapata. Alafu mtu mwingine tu anakuja, anajaribu, mara hiyo anapata. Unasikiaga mbaya. Bwana asifiwe sana. Unasikiaga tu kana kwamba sasa wewe hauishi dunia ya wale wengine wenye wanaishi. Yaani haunaishi dunia yako peke yako. Maana wengine wanapita, wengine wanakuja na wanakupita. Bwana asifiwe sana. Sema Yesu nisaidie. Hasa unapoona kuna vitu zinachelewa, kuna mambo yanachelewa katika maisha yako, unaanza kujiuliza maswali. Bwana asifiwe sana. Inapaswa kaweze kuzungumza, kuelewa mambo ambayo Mungu anataka katika maisha yako. Basi ningie kwa pointi zangu ni 3 tu peke yake, si mengi. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Aina 3 za kuchelewa. Bwana asifiwe sana. Sio kila kuchelewa ni kwa shetani. Amen. Unaweza ukawa ukaombea jambo likachelewa, kumbe lipo kwenye ratiba ya Mungu vile ambavyo nimesema. Unaweza ukaombea jambo litimie wakati ambao unafaa, lakini kumbe lipo kwenye ratiba, lipo kwenye program za Mungu. Bwana asifiwe sana. Inapaswa kaweza kujua wakati mwingine kile ambacho kimechelewa na kipo kwenye program ya Mungu. Mungu mwenyewe anakuwa na sababu zake. Wakati anakuchelewesha, anaweza kuwa anakuandaa, anaweza kuwa anakupitisha katika mambo fulani ili akufunze. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukawa unaomba ya kwamba Mungu akutendee mara hiyo hiyo. Unaomba Mungu akupatie mapacha 3 kwa mpigo. Mara hiyo hiyo. Lazima utrainiwe. Bwana asifiwe sana. Yes, unaweza kuwa unaomba upate kazi kwa muda fulani, lakini hiyo kazi yako ipo, Mungu atakupatia. Lakini Mungu anataka akufunze kwanza vile ambavyo utajua kumanage pesa yako. Sasa zingine unaweza kupitia kaukame, kuna vile Mungu anakufundisha uwe unajua kumanage hiyo shilingi 50 unaipata, unaitolea fungu la 10 ama unalarua pote. Bwana asifiwe sana. Yes, mapato yako yanaweza kuwa ni madogo kabisa. Ndio, kuna vitu, kuna baraka ambazo Mungu ameziandaa kule mbele, lakini anakuchelewesha. Na wakati ambapo anakuchelewesha, anataka ujifunze kumanage. Bwana asifiwe sana. Maana baraka zake haziwezi kukuja kwako halafu uzitumie vibaya. Amen. Haziwezi kuja halafu uzitumie vibaya. Hapo Mungu atakuwa anaenda hasara. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. So kuna mambo ambayo kuna vitu ambavyo Mungu unaweza kaomba vifanyike mara hiyo hiyo, lakini Mungu anataka kwanza kabla haujavipata ujue kupigana vita.
Bwana asifiwe sana. Unakitumiaje? Maana wakati ambapo utatumia vibaya kile ambacho unakipata saa hiyo, kumaanisha hata kama ukienda pale juu utakuwa tu una mishandle, unakuwa unavitumia tu vibaya, unavitumia tu ovyo. Bwana asifiwe sana. Delay ya Mungu inakuja, inakuwa na sababu zake. Kuchelewa kwa Mungu inakuwa na sababu zake. Mungu anaweza kachelewesha kwa sababu anaona hujui yale mapepo ambayo yanakuwaga pale juu jinsi yalivyo strong. Mungu anaweza kachelewesha kwa sababu bado haujaelewa kuna mapepo fulani ambayo huwa yanapiga watu wakiwa pale juu. So atakuchelewesha. Saa hiyo unakuja kwenye mkesha. Unakuja kwenye mkesha, unaomba. Na unapoomba Mungu anazidi kukupatia neema. Pole pole, ulikuwa unaomba dakika 5 ukaongeza dakika 20. Lisali moja ukaongeza masaa 5. Pole pole hivyo hivyo mpaka unakuwa strong katika unakuwa strong katika kupambana vita vya kiroho. Bwana asifiwe sana. Yaani hapo Mungu anakufundisha kwa kukupatia neema ya kuwa strong. Si kama unanifuatilia. Bwana asifiwe sana. Si kama unanielewa. Yes, unaweza ukawa umepigwa kabisa katika maisha, mambo yamekuwa mabaya. So, na Mungu anamekuandalia kitu kizuri pale mbele, atakuchelewesha. Na saa hiyo anakuchelewesha kwa sababu nyumbani hukaliki, unaona Friday kuna boga na mkesha, nitaenda. Bwana asifiwe sana. Na katika hiyo mkesha siku ya kwanza ulivyokuja, ulianza kuomba tu dakika 30, unaanza kukaa kwa hiyo kiti pale, unaanza kulala. Unaanza kuzinzia. Hiyo ni mara ya kwanza, si ndio? Bwana asifiwe sana. Ulipokuja mara ya kwanza mkesha, kwani ulikuwa na dakika ngapi? Dakika 10. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa hivi akona uwezo wa kuomba hata masaa 2 ama zaidi. Kwa sababu gani? Mungu amemfundisha. Ninakuombea mchana wa leo, Mungu akufundishe kupigana vita vya kiroho. Mungu akupatie neema zaidi. Mungu akupatie uwezo zaidi katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Mungu anakuchelewesha kukufundisha. Amen. Tuko pamoja. So kuna vitu system ya Mungu, mipangilio ya Mungu usiweke kwa programu zako. Kubali tu kupitia hiyo hali nzito. Kubali tu kufundishwa na Bwana. Maana wakati ambapo unapitia huo ukame, sio ya kwamba Mungu hasikii, anasikia kabisa. Anasema ya kwamba katika maandiko, ahimidiwe Bwana Mungu wangu, anifundishaye mikono yangu kupigana. Ninaona mtu unacheleweshwa, lakini sikuoni kwa jangwa. Unafundishwa na Bwana, mikono yako inafundishwa kupigana. Mikono yako inafundishwa kupigana. Vile ambavyo utapokea hiyo baraka na uwe strong katika maombi kwa kuilinda. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Yes. Anajua pale juu kuna mapepo yanahitaji ukomavu wa maombi. Anajua pale mbele kuna mapepo, kuna magiant ambayo yanahitaji ukomavu wa maombi. So Mungu akikuona anaona hasa katoto kanataka nikapee huduma ama kanataka nikapee kazi, bado hakajajua kumanage, na kuna mapepo ambayo huwa yanangojea, yanapiga wale watu wako pale juu. Sasa ukipewa my friend utasambaratika. Utasambaratika. Bwana asifiwe sana. Utakuisha. Vumilia kufundishwa na Bwana. Vumilia kufundishwa na Bwana. Maana Mungu hawezi kukupatia kitu kabla hajakutrain. Ninaona kuna watu wanafundishwa na Bwana mchana wa leo. Pokea neema ya kuvumilia kufundishwa na Bwana. Hata kama yatakuja magumu, hata kama yatakuja mazito, unafundishwa na Bwana. Unafundishwa na Bwana. Kuna vita ambavyo vinakuja mbele yako. Utavishinda kwa sababu wewe uko na nguvu ya maombi. Kwa sababu uko strong, umefundishwa na Bwana kupigana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ahimidiwe Bwana. I think ni Zaburi. Sikiliza Zaburi. Inasema ahimidiwe Bwana Mungu wangu aifundishaye mikono yangu kupigana. Tutaangalia tu hapo. Bwana asifiwe sana. So wakati mwingine unaweza lazimisha vitu vifanyike vile ambavyo wewe unataka, lakini si Mungu vile anataka. Hebu fungua Mhubiri 3:11. Mhubiri 3:11. Mhubiri 3:11. Mhubiri 3:11.
amekifanya kizuri kwa wakati wake. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Yaani kila kitu, kila majibu yako ya maombi ameyafanya mazuri kwa wakati wake, si wakati wako. Inaishia hapo, sio? Endelea. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Tena ameweka hiyo milele ndani ya moyo yao. Tena ameweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Tena ameweka hicho kitu kizuri kidumu, kisikuje na kikapeperushwa, kisikuje na kikakuondokea. Amekifanya kidumu milele katika moyo wako, katika maisha yako. Kuna mambo ambayo unayangojea. Bwana amefanya yasikuje kwanza, kwa sababu anakuandaa, na hayo mambo ameyaweka kuwa permanent. Bwana sana ameweka kuwa permanent. Wakati ambapo unapokea hilo ambalo unaliombea, sawa limechelewa, linakufanya moyo umie, linakufanya usononeke, basi vumilia. Kuwa na neema ya kuvumilia, maana ile ambayo inakuja, maana nasema kwamba anakifanya kuwa imara. Bwana asifiwe milele. Sio inapaswa kaweza kuelewa ni sababu gani kwa sababu inapaswa kaweza kujua program za Mungu. Kila ambacho unakiombea kimechelewa, elewa kwamba kipo katika program za Mungu. Kuchelewa kwa kiungu, number 1. Kuchelewa kwa kiungu, nataka tuangalie divine delay. Bwana sana. Kuchelewa kwa kiungu, Mungu mwenyewe anaweza husika na kuchelewa kwako. Anapiga break baraka zako, anapiga break kwanza, anangoja, nataka uweze kujua kwanza jinsi ambavyo utaishi. Nataka unielewe vizuri. Bwana sana. Mungu hawezi akafanya vitu kwa kulingana na wewe. Mungu hawezi akafanya jambo kulingana na mawazo yako na msukumo ambao uko nao katika maisha. Mambo hayaendi sawa kabisa. Sasa unaanza kugeuza maombi. Mungu nifanye tu muujiza wa milioni 1. Milioni 10. Saa hiyo tu shida zote ziishe. Unageuza maombi. Kuna process mpaka upate hiyo milioni 10. So acha kuskip. Unajua kwa kompyuta kuna kitu kinaitwa skip. Bwana asifiwe sana. Acha kuskip program ya Mungu. So kuna vitu Mungu anaweza akavichelewesha katika maisha yako. Wakati unataka vitu vifanyike haraka, lakini kumbe Mungu amezuia, amepiga break. Hapo ndipo sasa utaanza kufanya vile ambavyo nilikwambia, unaenda maombi. Sawa, ni vizuri. Unapoenda maombi unajiimarisha kabisa, unapokea nguvu, lakini napaswa Roho Mtakatifu kufunulia kile ambacho unakemea. Unaweza kujipata unakemea program ya Mungu. Baada ya kumwambia Mungu, nipe nguvu ya kukungoja wewe. Najua utatenda kwa wakati wako. Nipe neema, nipe nguvu ya kungojea. Nipe nguvu ya kungojea vile ambavyo wewe unataka. Bwana asifiwe sana. Bwana pewe sifa. Naweza kuwa nakemea kumbe unakemea program ya Mungu. Nataka tuendelee. Kuwa makini na maombi yako. Bwana asifiwe sana. Mungu anasema kwamba kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Sio kumbe kuna wakati wa Mungu na kuna wakati wako. Jiulize, jinsi ambavyo unamngojea Mungu, unamngojea kwa wakati wake ama kwa wakati wako? Bwana apewe sifa. Mungu akikuchelewesha, anakuandaa. Muda ambao wewe unadhania unacheleweshwa, kumbe ni Mungu anakufundisha. Bwana asifiwe sana. Muda ambao unafikiri kwamba unacheleweshwa, sasa hiyo Mungu anakufundisha. Katika kufundishwa utapitia changamoto mingi, utapitia maisha. Kuna watu utapatana nao wazuri ambao pengine wako na hicho kitu na unajifunza kwao, lakini pia kuna watu utapatana nao wabaya. Bwana asifiwe sana. Unajua wadada wengine unaweza kusema kwamba mimi sasa mambo ya ndoa acha ikae. Nimefundishwa mengi. Si kabla ueleke ilifika wakati ukasema hivyo. Sikawaambiana ukweli. Yes. Ulivunjwa moyo, ulihatibrekiwa.
Sasa mimi mambo ya kuolewa hata ikae kando. Kuna watu utapatana nao wazuri na kuna wengine utapatana nao wabaya. Watakufunza somo. Yes, hayo yote lazima Mungu anataka uyajue. Hayo yote Mungu anataka uyaelewe. Hayo yote nataka uyaelewe unapomngoja Bwana, unapongoja Mungu akutendee. Hayo yote Mungu anataka uweze kuyafahamu. Bwana asifiwe sana. Anataka uyaelewe jinsi ambavyo muujiza wako umechelewa, biashara yako imechelewa. Anataka uelewe vile ambavyo utahandle. Bwana asifiwe sana. Amen. Si kama tuko pamoja? Yes. Amen. So ukiangalia hata katika maandiko Mungu, ukiangalia hata katika maandiko tukiona katika si kama ni Kutoka 13:17, 13:17 hapo. Mtumishi Bwana ufungue. Kutoka 13:17. Ukiangalia wana wa Israeli, ukiangalia katika maandiko utaona kwamba walipitia ili wafike katika nchi ya ahadi. Walitumia miaka mingapi? 40. Miaka 40, si ndio? Unasema sana. Lakini ukiangalia katika maandiko kulikuwa na njia fupi sana ambayo wangeweza kufika katika hiyo nchi. Unasifiwe sana. Ukiangalia katika nini? Wanaita nini sasa? Takwimu ama teknolojia. Utaangalia kutoka Misri kwenda katika nchi ya ahadi utaona ni kama ni kilomita 600 kitu kama hiyo 600. Bwana asifiwe sana. Lakini walitumia miaka mingapi? 40. 600 ni kutoka hapa na kwenda Mombasa. Kilomita 600. Mombasa ama wapi? Ni kilomita zenye ziko tu countrywide. Bwana asifiwe sana. Yes. Lakini walitumia miaka 40. Na si kwamba hakukuwa na njia fupi. Ninasemaje mtumishi? Kutoka 13:17 hapo. 13:17 nadhani itakuwa ni hii. Amen. Inasema ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha watu hao waende zao. Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Yes, Mungu hakuwaongoza wapite katika njia ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Ya mbali. Ya wapi? Ya karibu. Bwana sana. So kulikuwa na njia ambayo Mungu alijua kabisa kuna njia ambayo ni ya karibu. Endelea kusema. Endelea. Ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu, maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Wasije wakagairi wale watu hapo watakapokutana na vita. Bwana asifiwe sana. Kuna shortcut ambazo Mungu anaweza, kuna shortcut unaweza ukapitia. Hizo shortcut ni sawa za kukufikisha, lakini kuna yale ambapo kuna vitu fulani vinaweza zikatokea ghafla kwa sababu ya shortcut zikufanya ukashindwa kumudu ama kustahimili. Bwana asifiwe sana. Amen. Yes. Kwa sababu anasema kwamba wasije wakastahimili, yani wasije wakashindwa, wasije wakavunjika moyo mahali ambapo magumu yatatokea. So hata kama wewe katika maisha yako, acha nikwambie, ipo njia fupi ya kufikia baraka zako, ipo njia fupi ya wewe kujibiwa, lakini Mungu hataki utumie hiyo fupi. Shortcuts. Bwana asifiwe sana. Hataki utumie shortcut kwa sababu anataka ujifunze kwanza. Hataki utumie shortcut katika kuweka hiyo biashara. Hataki utumie shortcut kwa wewe ambaye haujaingia katika ndoa. Anakungojesha kwanza ili uweze kujifunza mengi. Watu wa mama walio na hekima katika ndoa, watu wazee walio na hekima katika ndoa, utakaa nao watakufundisha. Na pia utasikia katika ndoa kuna vita ambazo zinafanyikaka. So lazima hizo zote ujifunze. Sio kwamba hakuna shortcut. Bwana asifiwe sana. Shortcut zipo. Unaweza kupatana kihandsome kinapita pale barabarani. Kapendana. Ukijui kiko na kuna gani? Kimurembo kiko pale unatembea
twist. Unatembea kaje kwani? Simuoneshe. Bwana sana. Yes, kinatembea. Uko na uwezo kabisa wa kumwambia, lakini Mungu anataka kwanza ungojee. Kuna mengi ya kusoma. Bwana sana. Kuna mengi ya kujifunza. Amen. Si kama tuko pamoja. So inapaswa ukaweza kujua wakati ambapo Mungu anakungojea, kuna vitu atakuelewesha. Kuna vitu ambavyo Mungu atakuelewesha. Kuna neema ambazo Mungu atakupatia. Kwa hiyo kuna neema nyingi ambazo watu tunazingojea sana. Tunapocheleweshwa, usifikiria kwamba kukuja mkesha hapa kila Friday unakuja mkesha. Unapokuja kuomba, kuna neema fulani utaipokea ya kukua shujaa katika maombi. Tulikuwa wengi sana. Napata unaenda kanisani, nafika saa ile unaanza kulala. Ama inafika saa 6 unatoroka unaenda. Badala upigane na mapepo hiyo saa 6, wewe unatoroka unaenda kulala. Yes, tulikuwa namna hiyo. Lakini sasa hivi uko na uwezo wa kusimama katika maombi lisali moja, masaa mawili mpaka matano. Umeanza maombi saa 6 mpaka saa 11 inakupata, bado uko na nguvu. Kuna neema ambayo unaipata. Bwana sana. Amina. Kuna neema ambayo Mungu anakufundisha. Kubali kufundishwa na Bwana. Kuna vitu ukiamua kutumia shortcut, havitakuwa vya msaada, havitakuwa vya kudumu katika maisha yako, vitaondolewa tu. Bwana sana. Vitapeperushwa. Amen. Kuna watu ambao unapata hata kukutanisha nao, wengine nimesema ni wazuri, wengine ni wabaya. Sio lazima hizo vitu zote uweze kusoma. Mungu hawezi. Mungu anapokuchelewesha atakuwa anakutrain. Bwana sana. Mungu ambaye unaona hauna kazi, miaka ambayo unaona wewe hauna kazi, atakuwa anakufundisha jinsi ya kumanage pesa vizuri. Si kama tuko pamoja. Amen. Utajua hata kama kuna watu walitaka kutumia shortcut katika maandiko, lakini matokeo yake walimaliza vibaya. Ukiangalia katika maandiko tunaona nani? Mwana mpotevu. Bwana asifiwe sana. Baadaye mwana mpotevu, sidhani kama baba yake alimfundisha jinsi ya kuhandle pesa. Bwana asifiwe sana. Sidhani kama baba yake alimfundisha. Yes, baba yake ni soko, ni tajiri kabisa. But hakupata nafasi ya kufundishwa. Alikurupuka tu akasema kwa sababu sasa kakifua kamemea, nimekuwa na mimi mtu mzima, tumlego tumeanza kutokelezea, baba nipe changu sasa, nijipange mwenyewe, nimeshakuwa mwanaume. Hakujua kama life pale nje itaenda kumtandika. Bwana asifiwe sana. Hakujua kama maisha pale nje yataenda kumtandika. Sio, hakuweza kufundishwa. Mungu anapokufundisha hasa kwa maombi, unapata neema zaidi ya kumsikiliza Mungu, ya kujua sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu wakati mwingine inakuwa ni vigumu sana kuisikia kwa maombi ya dakika 5, dakika 10. Si kama tuko pamoja. Sauti ya Mungu ni vigumu sana kuisikia tu kwa maombi ya hapana katika jina la Yesu. Hauwezi kusikia. Maandiko yanasema kwamba zama kilindini, wakati Yesu aliwapata kina Petro, aliwaambia samaki zile strong, zile zimeshiba, ambazo zinasababisha msidiwe kubeba, zinapatikana wapi? Katikati ambapo kilindini. Bwana asifiwe sana. Sio zile samaki, muujiza wako. Sauti ya Mungu unaisikia wakati upo kilindini. Sasa nikwambie, Bwana asifiwe sana. Kama uko na maombi ya dakika 10, hebu change, jaribu ku-upgrade. Ndio? Jaribu ku-upgrade. Maombi ya dakika ya risali moja, upgrade mpaka masaa 3. Kama ni masaa 3, upgrade. Bwana asifiwe sana. Namfurahia Mungu kwa sababu ya apostle akisimama kupiga maombi hapa saa hiyo mmefika nyie za 5. Yeye ataenda mpaka saa 2 asubuhi. Nishangaa sana, sikumwambia. Mmoja tulikuja mkesha hapa tukapiga mpaka saa 11. Hata tujiwekelee kidogo sababu ya ibada. Saa 11 ilikuwa sasa saa 11 Sunday asubuhi. Lakini yeye aliendelea mpaka kulipambazuka. Tukaanza kupanga mitango pale nje, tukaanza kupanga mitango. Yeye anapiga maombi. Na usifikiri kwamba naomba ile maombi ya asubuhi ya saa 12, ameanza saa 5 ama saa 6 usiku.
Unaombaga dakika ngapi? Bwana asifiwe sana. Unaombaga masaa mangapi? Dada, unaombaga masaa mangapi? Hapo great. Bwana asifiwe sana. Si ndio? Amen. Yaani katika ile level ambayo upo, yes, ni Mungu by the way, inafaa uweze kumshukuru Mungu kwa sababu hiyo level hata kama dakika 10 kuna wakati haukuweza, si ndio? Kuna wakati haukuweza, lakini kuna neema ambayo huwa inainua watu, huwa inawezesha watu. Utafika mahali pale kwa jina la Yesu. Sio wakati ambapo unakuwa katika kufundishwa na Mungu. Mungu kuna levels ambazo Mungu pia anakupatia. Naenda tu haraka kwa sababu ya muda wetu pia unaenda. Hili somo ni tamu, lakini naomba tu Mungu anisaidie. Watu wetu tulimalizia nyingine kwa sababu ya masaa. Bwana asifiwe sana. Tuko katika kucheleweshwa na Mungu, bado sijaangalia kucheleweshwa na shetani na wewe na shetani. But muda wetu umeenda sana. Naomba tu Mungu aweze kutusaidia. Bwana asifiwe sana. So, kuwa mtumishi mzuri lazima uweze kumsikiliza Mungu na kumsikiliza Mungu inapaswa kaweze kuwa serious sana katika kumngojea Mungu. Bwana asifiwe sana. Zaburi 148 mstari wake wa kwanza. Zaburi 144 144 chapter 1. Tuko karibia kumaliza. 144 chapter 1. 144 verse 1. Na ahimidiwe Bwana, na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita. Anifundishaye mikono yangu vita. Bwana asifiwe sana. Inaishia hapo, si ndio? Vidole vyangu kupigana. Vidole vyangu kupigana. Amen. So ahimidiwe Bwana Mungu wangu, mwamba wangu, aifundishaye mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana. Bwana asifiwe sana. Hapo kuna kaufunuo kingine. Mkono wangu vita. Katika mkono kuna nini? Kuna vidole. So Mungu anakufundisha katika kila kitu katika maisha yako. Hakufundishi tu mkono kurusha ngumi. Kuna mikono pia, kuna vidole ambavyo kazi yake ni kushika silaha. Bwana asifiwe sana. Ndiko Mungu yani anafundisha, anakutrain kila kitu. Mungu aweza akakufikisha mahali ambapo unataka ufike bila kukutrain. Mungu anaweza kukuchelewesha ili ajue pia kilicho ndani ya moyo wako. Amen. Tuko pamoja. Mungu anaweza akakucheleweshia majibu yako. Anataka aelewe ni nini kiko ndani ya moyo wako, kilicho moyoni mwako. Kuna wengine walimfuata kwa sababu ya samaki, hawakumfuata kwa sababu wanamfuata yeye, walikuwa wanamfuata kwa sababu ya mikate. So kuna mtu anaweza kuja kanisani hapa aombe, anajifanya sasa yani yuko serious anaomba. Mungu anasema sitishwe na maombi, lakini nataka nijue kama umekuja hapa kuomba kwa sababu ya kupata muujiza, ama umekuja hapa kuomba ili pia kunitafuta mimi. Yes, kuna vitu zingine Mungu anataka kucheleweshea kwa sababu anataka kile ambacho anataka kukujua, kile ambacho kipo umeweka moyoni mwako. Sije kuwa mahali hapa tunapiga maombi, wewe ukibarikiwa unasepa, unainua namna hiyo. Sasa hiyo unapigiwa simu, sasa unaendaje mambo na partnerism? Mimi level za chini nilitoka. Niliuliwa na Bwana. Bwana asifiwe sana. So kuna mambo ambayo Mungu anaweza akakudeleisha. Anataka kwanza ukaweze kujua unamtafuta kwa sababu ya ndoa, ama unamtafuta yeye kwa sababu anastahili kutafutwa. Bwana asifiwe sana. So inapaswa ukaweze kuelewa. Anataka ajue unataka nini, unataka vitu ama unataka yeye. Kuchelewa namba 2, kuchelewa kwa shetani. Hii tutamalizia tu hiyo kwa sababu ya muda wetu. Bwana asifiwe sana. Anataka ajue kwa sababu kwa ajili gani unamtafuta, ama unamtafuta kwa vitu gani, unamtafuta kwa sababu ya vitu ama kwa sababu unamtafuta yeye tu ili aweze kukaa na wewe. Kuchelewa kwa shetani, point number 2. Taenda tu haraka hiyo. Wathesalonike sura ya Wathesalonike wa pili sura ya 2. Wathesalonike wa kwanza, sorry. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wake wa 18. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, naam,
Mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu, lakini shetani akatuzuia. Kumbe kuna kuchelewa kwingine, shetani anaweza kuhusika. Kama ni Paulo ambaye alikuwa ni apostol, alikuwa ni mpako mafuta wa Mungu, kuna mahali alijaribu kufanya lakini kashindikana. Yeye mwenyewe anasema kwamba shetani akatuzuia, shetani akatuzuia, akatuchelewesha. Bwana asifiwe sana. So kuna kuchelewa ambako shetani anaweza akahusika. Hapa sasa hapa ndipo inapaswa kaweze kujifunza kuomba masaa 5 ama zaidi. Napocheleweshwa na shetani, usione shetani alafu nakuja hapa kuomba masaa, kuomba tu dakika 5 peke yake, na adui amekanyagia kazi yako, amekanyagia ndoa yako, amekanyagia muujiza wako, alafu unataka tu kuja kuomba maombi ya masaa ya risali moja alafu uende ukalale. Unapenda usingizi sana kuliko maombi. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Kwa jina la Yesu. So kuna wakati ambapo shetani anakuchelewesha, hapo ndipo inapaswa kaweze kuamua na kujua ya kwamba hapa ni adui ananichelewesha, muujiza wangu upo. Maana Paulo alichelewesha, alisema kwamba nitaka kuja kwenu mara ya kwanza ikashindikana, mara ya pili ikashindikana, mara ya tatu bado ikashindikana. Adui anachelewesha, anaweza kachelewesha maisha yako, baraka zako. Hebu ingia tu katika maombi, mwambie Bwana nakataa kila kucheleweshwa kwa shetani. Ingia tu katika maombi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwambie Baba nakataa kila kucheleweshwa kwa shetani aliyesimama mbele yangu. Roho iliyosimama kunizuilia ninaipiga kwa moto, ninaipiga kwa maombi, ninaipiga kwa jina la Yesu. Iondoke mbele yangu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jina la Yesu. Amen. So adui anaweza kukuchelewesha. Dalili za kukuonyesha shetani anahusika na kuchelewa kwako, kwanza kabisa unakuwa hauna amani, unakuwa hauna furaha. Yaani akihusika na chochote ambacho unakifanya, hakutakuwa na amani. Maisha yanakaa tu ya kunyanyasika, yani ya kuteswa tu, ya kuteseka tu na kuumia. Bwana asifiwe sana. Vitu kwa sababu unaweza kupata vitu ambavyo unatamani saa hiyo vikupatie starehe, vikupatie amani, unapata haviko, havijakuja. Bwana asifiwe sana. Vitu ambavyo saa hiyo unapata wengine wanafurahia, na wewe wakati huo ni majira kufurahia, lakini vile vitu vya kukufurahisha vimekatazwa kuja katika maisha yako. Ashindwe katika jina la Yesu. So unapata mambo ambayo unayatarajia yafanyike, hayafanyiki. Adui amekukanyagia. Usimchekelee shetani. Hapo ndipo utaanza kuona umuhimu wa apostol anapotangaza hapa Friday tukuje kesha. Unakuja hapa mapema, umefika saa 2. Taona umuhimu. Shetani anakuchelewesha, alafu wewe unataka sana kulala, alafu unaweka excuse. Kesho asubuhi saa 2 na ya job. Bwana asifiwe sana. Unaweka sababu. Nasema kesho asubuhi saa 2 naingia kazini. Saa hiyo kumbe ungekuja kupigana mapepo hapa asubuhi, usiku ungepata neema ya kushinda maroho yanayokuchelewesha. Sema shetani ashindwe. Bwana asifiwe sana. Chochote ambacho unangoja unatamani kikupatie amani ama furaha kinazuiliwa. Wakorintho wa kwanza, stiki huo ndo mstari wetu wa mwisho. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 16 mstari wa 8 hadi wa 9. Taangalia bado ni Paulo. Wakorintho wa kwanza sura ya 8 na mstari wake wa 9. Ninaomba tu nivumilie nimalizie tu, maana sijachukua muda, sitachukua nitaenda tu haraka. Bwana asifiwe sana. Vumilie tu kwa muda, alafu tuweze kumaliza pamoja. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 16 mstari wake wa 8 hadi wa 9. Wakorintho wa kwanza, kama mtu umefika tu tenda la haraka. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 16. Lakini nitakaa Efeso hata Pentekoste. Lakini nitakaa Efeso hata Pentekoste. Lakini nitakaa Efeso hata Pentekoste. Nitakaa Efeso hata Pentekoste. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipinga. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa sana tena wa kufaa, lakini wapo wengi
wamepingao. So Paulo ilibidi kwanza akae Efeso. Bwana asifiwe sana. Alikaa Efeso kwa sababu gani? Alikaa Efeso kwa sababu sawa, kuna mlango mkubwa alikuwa amefunguliwa, lakini alikaa Efeso ili ajichochee kwa maombi. Alikaa Efeso ili ajijenge kwanza kwa maombi. My sister, kuna mlango mkubwa sana mbele yako. Kuna mlango mkubwa, na wengi ambao wako katika hiyo mlango wanautazama, wanakupinga. Kwa maana kunao mlango mkubwa mbele yangu ambao umefunguliwa, lakini wapo wengi wanipingao. Kaa katika maombi, kaa katika mkesha, maana baraka zako zipo. Lakini kuna maadui ambao kazi yao ni kukuzuilia. Ninakutia moyo mchana wa leo, kuna mlango mkubwa mbele yako, lakini wapo wengi ambao wanangoja wakuzuie usifungue hiyo biashara. Ninajua mlango wa baraka yako upo, mlango wa ndoa yako upo, mlango wa kile ambacho unatamani upo, lakini kuna wale ambao wanakupinga. Kaa katika maombi, jichochee katika maombi, toa Ijumaa katika maombi, enda mlimani ujichochee, upate nguvu ya kuyazuia katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Watu wengi wakupingao, Paulo ilibidi akae kwanza Efeso. Bwana asifiwe sana. So ili apambane na kile ambacho kinakuzuia, kuchelewesha kwa tatu, na hiyo ndio ya mwisho. Shetani ndio alikuwa anahusika. Ya pili, ya tatu, kuchelewa kwako binafsi. Bwana asifiwe sana. Kuchelewa kwako binafsi. Kuna ya kwanza ni kuchelewa kwa nani? Ya pili, ya tatu. Bwana asifiwe sana. Wewe mwenyewe unaweza husika na kuchelewa kwako. Unaweza chelewesha destiny yako kwa kujiingiza katika vitu ambavyo havina utukufu wa Mungu. Amen. Unaweza uchelewesha hatima yako kwa sababu ya kujihusisha katika mambo ambayo yanazuia mkono wa Mungu kukuwezesha. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna vitu kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe unaweza kujipata hapo ndani yake na kuchelewesha. Kitu cha kwanza, chunguza maamuzi yako. Maamuzi mabaya ni maisha mabaya. Bwana asifiwe sana. Maamuzi mabaya ni maisha mabaya. Andika hiyo. Bwana asifiwe sana. Umefanya maamuzi ambayo yamestopisha hatima yako isonge. Umefanya maamuzi ambayo yamesababisha mkono wa Mungu usikue juu yako, usikue juu ya hiyo biashara, usikue juu ya ndoa, usikue juu ya watoto wako, kwa sababu kuna mambo fulani ambayo, kuna milango ya kishetani ambayo umeifungulia. Bwana asifiwe sana. Wewe mwenyewe unaweza kuchelewesha hatima yako. Mungu ananyamaza. Ambapo unapoamua vibaya maamuzi, Mungu ananyamaza. By the way, unapoamua vibaya ananyamaza. Kuna kipindi ukiangalia katika maandiko, I think alinyamaza kwa Abraham. Nadhani hiyo ni kama niko kutoka kwenye story ya Abraham. Alinyamaza wakati ambapo Abraham alizaa na Hajiri, kama hiyo. Alizaa na nani? Hajiri. Yes, ukiangalia katika maandiko utaona Mungu alinyamaza miaka 13. Kama imagine. Bwana asifiwe sana. Kuna maamuzi unaweza ukayachukua ya kusababisha udelay for 13 years. Bwana asifiwe sana. Miaka 13 haujapata kazi, haujapata ndoa, na wakati umefika, kwa sababu kuna maamuzi machafu uliamua kuyafanya. Bwana asifiwe sana. Mkono wa Mungu unapungua, baraka za Mungu zinakuwa hazipo. Amen. Asante Apostle. Bwana asifiwe sana. So Mungu anaweza akanyamaza wakati ambapo unakuwa unajihusisha katika maamuzi ambayo maamuzi mabaya. Tuliangalia kwanza kunakuwa na delay, kunakuwa na roho ya kuchelewa. Vile tumeangalia vile ambavyo maandiko yanasema mwana mpotevu, yule mwana mpotevu alichukua maamuzi mabaya. Yes, kwao walikuwa ni masoko, but hakuwa amefunzwa kumanage pesa. Sasa anapata pesa na anaenda pewa, uko wapi? Twendeni pewa.